Habari za muda huu tena. Naomba leo nikufundishe namna zote za kufuatilia ripoti na mambo kadhaa yanayohusu biashara yako. Hichi ni kipengele muhimu sana kwa sababu kitaenda kukuonyesha nini kinaendelea kwenye biashara yako. Naomba nianze kuelezea ripoti moja kwa moja. Hapa ripoti ya kwanza nitakayoelezea ni ripoti ya jumla. Hii inasema ni general report. Ripoti ya kwa ujumla biashara yako inaendeleaje. Kwa hiyo hapo kama cha kwanza kabisa kuna hii panel ya kwanza, lakini kuna sehemu ya kuchagua date. Utaangalia hapa kwenye date. Hapa inakuonyesha jana, wiki hii, wiki iliyopita, mwezi huu, mwezi uliopita. Wewe utaangalia labda nataka nione mwezi huu peke yake. Kwa hiyo nikiklik hapa itaanza kuload, itaniletea mauzo ya mwezi huu. Kwa mfano mauzo ya leo, nikitaka ya leo itaniletea mauzo ya leo. Kwa hiyo hapa nitaona yafuatayo. Cha kwanza nitaona jumla ya mauzo niliyofanya. Cha pili nitaona jumla ya gharama ya manunuzi ya hizo bidhaa nilizoziuza. Nimenunua hizo bidhaa, nimeuza bidhaa kwa hiyo lakini nimenunua kwa hiyo. Kwa hiyo matumizi kama yapo, matumizi kulikuwa hakuna. Matokeo sasa baada ya kuchukua hizo tofauti unapata jumla ya hiyo ya punguzo au ya faida ni kiasi hicho. Kwa hiyo hapa chini ukiangalia kuna kuonyesha mchanganuo wa matumizi ambapo ungetakiwa onekane hapa, lakini kwa bahati mbaya hatuna. Lakini vile vile inaweza kukuonyesha jumla ya mauzo yaliyofanyika na jumla ya gharama pamoja na matumizi na kila kitu. Kwa hiyo mwisho wa siku unaweza kujua ni faida na hasara kiasi gani baada ya kuchukua mauzo uliyofanya, gharama iliyotumika kununua bidhaa, kutoa matumizi, kutoa discount ulizozifanya, mapunguzo pale unapompunguzia mteja. Kile unachobaki na faida hafi kinaonekana hapo. Kwa hiyo ripoti hii inaelezea taratibu mzima wa jinsi gani unaweza ukaona bidhaa yako kuanzia manunuzi mpaka mauzo. Ripoti ya mauzo inaonyesha ni vitu gani ulivyoviuza kwa kati. Kwa hiyo utaona mteja wa kwanza nilimuuzia kiasi hicho, kati yake hiyo hapo aliuza nani, kila kitu kinaonekana wazi hapo. Namba ya kati na kila kitu vinaonekana hapo. Lakini vile vile hii ripoti unaweza ukaisearch kwa kutumia hapo date zako juu na unaweza kaeka kutokana na muda. Lakini kama una custom range unakuja unabonyeza hapo, unachagua labda kutoka tarehe hiyo mpaka tarehe hiyo. Naomba nasema na apply hizo na ina search inakuletea. Kwa hiyo hii date iko sehemu nyingi na ndivyo inavyotumika. Ripoti nyingi ziko straight. Kwa mfano kama ripoti ya manunuzi nilishaizungumzia kidogo, hii mwenyewe unaweza ka search hapo, ukaweka, ukafanya filter, ukaangalia labda ndani ya mwezi. Lakini vile vile unaweza ukachagua aina ya bidhaa. Kwa mfano unataka nione hii labda hii bidhaa nimenunua lini na lini. Kwa hiyo hapa nitachagua, nikichagua unaona inakuja peke yake. Kwa hiyo unaweza kufuatilia specific au unaweza kufuatilia bidhaa zote kwa ujumla. Ripoti maalum kwa wenye maduka. Hii ripoti inaonyesha bidhaa, inaonyesha utendaji wa staff wako. Hapo ukiangalia kuna staff, idadi ya mauzo, staff wanauza sana, kwa hiyo itaonekana majina na staff wako. Kama unao wengi itaonekana fulani aliuza hiyo na katika yale mauzo faida gani alikuletea. Lakini staff wenye faida kubwa, kumbuke hapa hawa wanasifika kwa thamani ya mauzo. Anaweza kama aliuza vitu vya milioni 10 lakini faida yake ni milioni 2. Lakini kuna mtu mwingine aliuza kitu cha milioni 6 lakini faida yake ni milioni 3. Kwa hiyo grafu ya kwanza itakuonyesha nani anayefanya transaction kubwa, lakini grafu ya pili itakuonyesha nani anayekutengenezea faida kubwa. Hii ripoti inaitwa ripoti ya utendaji au ripoti ya staff. Lakini kuna ripoti nyingine inaitwa ripoti ya wateja. Hii ripoti ya wateja na yenyewe haitofautiani sana. Utaona wateja wanaonunua sana na wamenunua wamekuingizia faida kiasi gani na kila kitu. Kwa hiyo kama kwenye zile ofisi kwenye utaratibu wa bonus na vitu vingine unaweza kupata hapo. Ripoti ya mwisho ni ripoti ya kukusanya madeni, ambayo hii itaonyesha madeni umekusanya vipi kwa wiki hii, kwa siku hizi, na ripoti hii italeta madeni uliyoyakusanya. Kwa hiyo hapo utachagua, itakuonyesha bwana ripoti hii nimefanya makusanyo kiasi gani. Asante sana kwa ripoti hizi. Kwa hiyo ninakuomba uendelee kufuatilia channel yetu kwa ajili ya mafunzo mbalimbali, lakini pia kama una kitu unatamani ujifunze au hujakielewa vizuri, karibu kwenye comment tuweze kuelezana zaidi. Asanteni.